na pamesemwa hiya kullu ibadatin, bid'a ni kila ibada, ahadathaha nnasu, ambayo wameizusha watu, laisa laha aslun fil kitabi, ambayo ibada hiyo haina asili katika kitabu, kwa maana katika Qur'an, wala fi sunna, na wala katika sunna, wala fi amali al-khulafai al-arba'a ar-rashidin, na wala halipo katika matendo ya wale makhalifa wanne ar-rashidin waongofu, ambao ni Abu Bakar, Umari, Ali na Uthman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hii ndio bid'a. Kwa ni jambo ambalo wamelizusha watu kwa uono wao, kwa mahitajio ya nafsi zao, kwa uchache wa elimu zao, na huenda lengo lao ni zuri kwamba wafanye hivi ili wapate kheri, na ndo asili yake bid'a, kwamba wale wanaozusha bid'a lengo lao ni zuri, kwamba huenda ni namna ya kujikurubisha kwa Mola wao. Na ndio maana panasema kwamba kumlingania mtu wa bid'a ni kazi kuliko kumlingania mtu wa maasi. Kwa nini? Kwa sababu mtu anayefanya maasi ya ushirikina, ya zinaa au ya riba na mfano wake, wakati anafanya maasi haya, nafsi yake inakiri kwamba anachokifanya anamkosea nani? Anamkosea Allah. Hakuna mtu amshirikishe Allah alafu aseme kwamba kumshirikisha Allah ni hili, mbona jambo zuri tu hili. Au mtu aingie kwenye masala ya riba alafu aseme kwamba hili jambo analipendeza Mungu, linampendeza tu hili. Lakini je, yule atakayefanya maulidi, akafanya ihtifali fi maulidi nabii, akafanya maazimisho katika kuzaliwa mtume, anakuambia kwamba hili jambo lina kheri. Je, atakayeadhimisha safari ya mtume Isra wal Miraj, atakwambia jambo hili lina kheri? Je, yule atakayefanya nisfi Shaabani, wakakesha watu misikitini wakiuliza wasema hii nisfi Shaabani, wakakusanyana wakafanya adhkari, wakafanya hivi, wakatoleana mawaidha, wanakuambia kwamba hii ni kheri. Sisi twaswali hapa, twakaa msikitini, twaswali sunna hii, twasoma Qur'an, inakuwaje mtutaje vibaya kwenye haya? Kwa hiyo kumlingania mtu ambaye anayefanya bid'a ni kazi kubwa kuliko kumlingania mtu anayefanya maasi. Akasema muallifu wafakahu Allahu tabaraka wa taala kwamba wakila, na pamesemwa hiyo bid'a kullu ibadatin ahadathaha an-nas, ni kila ibada ambayo watu wameizua, laisa laha aslun fil kitabi wala fi sunna, ibada ambayo haina asili katika Qur'ani wala katika sunna, wala fi amali al-khulafai al-arba'a ar-rashidin, na wala halipo katika matendo ya wale makhalifa wanne. Hii inaitwa bid'a. Kwa maana kwamba jambo wamelizua, na haiwezekani kwamba hii iitwe bid'a alafu wao wapate dalili. Na ndio maana dalili zao watu wa bid'a zinakuwa za kubambanya, yani za kufananisha tu. Ukimkurupusha fanya maulidi, kwambia hii ni bid'a unayofanya, sema sio bid'a, mbona dalili ipo? Dalili gani? Anakuletea aya kwenye suratu Yunus, kul bifadlillahi wa birahmati fabidhalika falyafrahu, sema kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala na rehema zake basi furahini, hilo ni jambo bora kuliko mengine mnayokusanyikia. Hii dalili ndio dalili tosha kwa watu wanaefanya maulidi, wasema ndio dalili yao. Sasa ukiangalia kwenye tafsiri za Kiarabu, mfano tafsiri ya Imamu Ibn Kathiri, ukafuatilia aya hii, ni mambo tofauti na yale wanayoyafanya wao. Imamu Ibn Kathiri anasema qul bifadlillah, Allah aliposema sema kwa fadhila za Allah. Fadhila hapa Allah anakusudia kwamba kupitia riziki ambayo Allah anakupeni, kwa sababu neno fadhila linaweza likawa lina maana ubora, neno fadhila linaweza likawa lina maana ya riziki. Mfano mtu anapotoka msikitini anasemaje dua ya kutoka msikitini? Allahumma inni as'aluka min fadlika
ewe Allah, mimi ninakuomba fadhila zako. Fadhila anayoitaja hapa ni fadhila gani? Ariziki, kwa maana nakuomba riziki yako. Lakini mtu anaposikia adhana, anaposoma dua baada ya adhana, anafika mahala anasemaje? Ati Muhammad alwasila walfadila. Neno lile lile fadhila iliyokusudiwa hapa sio riziki. Mpe Muhammad uombezi na ubora. Sasa fadhila ambayo Allah ameitaja kwenye aya hii kwenye suratu Yunus, kuli bifadlillah, sema kwa fadhila za Allah, kwa maana kwa riziki ya Allah tabaraka wa taala, wa birahmatihi, na kwa rehema zake, kwa maana rehema ya Uislamu, kuwa nyinyi Waislamu na vile vile kuwa nyinyi mnaruzukiwa. Fabidhalika faliyafrahu, basi kwa hilo fanyeje? Furahini. Mambo ya maulidi hapa yanaingiaje hapa? Lakini ikawa ndo dalili kwa wao, kwa maana kwamba hawana dalili iliyonyooka, basi hapo ndo inatosha kwamba kweli jambo hili ni jambo la bid'a, kwa sababu kila ibada ambayo itakuwa imekosa dalili kwenye Qur'ani na Sunna, kinyume chake inakuwa bid'a. Lakini kila ibada ambayo mtu anaifanya kwa sura ya ibada, hawezi akatafuta dalili akakosa, haiwezekani. Wewe ufanye ibada alafu ukose dalili kuhusiana na ibada hiyo, jambo hilo haliwezekani. Tayib, maelezo, Sheikh akaendelea akasema, ma hukmul bid'a fi dini ma'a dalili, ni ipi hukumu ya bid'a katika dini pamoja na dalili? Hukumu yake ni nini? Kullu bid'atin fi dini muharrama, kila bid'a katika dini ni haramu, wa dhalala, na vile vile ni upotevu. Wa dalilu qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na dalili katika hilo ni kauli yake Mtume swalla na salama ziwe juu yake. Mtume anasema, man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuzusha katika jambo letu hili. Jambo gani? Jambo la Uislamu. Ma laysa minhu, jambo ambalo alipo, fahuwa raddu, basi atarudishiwa mwenyewe, ay marududu alayhi, atarudishiwa mwenyewe, kwa maana halitakuwa na malipo. Sasa hapa unajua pakazaliwa hoja nyingine, wasema mtu mwingine mfanyaji wa bid'a asema, Mtume anasema, si mnasema man ahdatha, mwenye kuzusha, fi amrina, katika Uislamu wetu. Mimi sijazusha mimi haya maulidi, mimi nimeyakuta tu, mimi nafanya tu, kuna waliozusha. Kwa hiyo kama kuna makemeo na makatazo na maonyo kwa hao, kibanwa huku mnakwepa huku. Sasa hapa pia ninapopangangania kwamba ni sehemu ya hoja, Mtume amesema, man amila amalan, mwenye kufanya matendo, laisa alayhi amruna fahuwa rad. Sasa sijui mtapita wapi. Yule atakayefanya matendo ambayo hayapo katika dini yetu atarudishiwa mwenyewe. Wewe si ukuzusha, lakini unafanya, unaingia hapa. Kwa hiyo bid'a, kila bid'a ni upotevu. Wa kaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake Mtume anasema, wa kullu bid'atin dhalala, kwa sababu hapa wanagawanya bid'a katika sehemu mbili. Ukiwaambia bwana hii ni bid'a, asema bid'a zimegawanyika, wewe hujasoma. Kuna bid'a nzuri na kuna bid'a mbaya. Iliyokatazwa ni bid'a mbaya, hii ni bid'a hii ni bid'a nzuri. Sisi hapa tuwafanya bid'a nzuri, bid'atun hasana. Tukafanya maulidi, tukapika wali hapa, tukawaimba, tukatoa mawaidha, tukasoma Qur'an. Hii ni bid'a nzuri. Sasa unakuja nao wanaambia kullu bid'atin dhalal, kila bid'a ni upotevu. Wa in raahu an-nas hasan, hata kama watu wataiona kwamba ni mzuri, yani yule mtu aliyefanya bid'a ile, hata kama ataiona kuwa ni mzuri, bado itakuwa kwa mujibu wa sheria ni jambo baya, kwa sababu kama lingekuwa zuri Mtume ingekuwa ameshaagiza watu walifanya. Sasa ukisoma hadithi hii wanakuja sasa kwenye Kiarabu, ambia hii kullu iliyokuja hapa ni kullu gani? Hawaishi na hoja wa jamaa. Kullu kulliya au kullu baadhiya? Ni kullu katika kullu kulliya ni kullu inayojulisha mambo yote, au kullu baadhiya, au kullu inaonyesha ubaadhi ya bid'a. Sasa hapa ndo hapa tutakesha siku 20 kwa hapa. Hii kullu hii tunataka tuijue kullu gani?